ni yeye tu ambaye tunasikiza, na nikisema ni yeye tu tunamsikiza simaanishi ya kuwa nikisimama mahali hapa nihubiri usinisikize ama ufunge masikio, kwa kuwa hata yanayohubiriwa hapa sio maneno yetu bali ni maneno ya huyo Yesu. Yeye tu ndiye ambaye tunasikiza. Kwa hivyo kumsikiza na kumtii Yesu Kristo ni uzima wa milele. Juzi au kwa hiyo siku ambayo tulikuwa hapa, ambayo ilikuwa Monday, nilifundisha kutoka kwa kitabu cha Warumi 3 na nilianzia 23, nikasema nitafundisha mpaka 26. Lakini kwa yale yote ambayo nilifundisha hiyo siku, sikuongelelea na kuelezea verse 26, na kile ambacho nitafanya siku ya leo nitaguzia verse 26 kufikishia mpaka verse 28. Tuliongea hiyo siku, nitaongea kwa machache ndio tuweze kufikia fundisho leo. Nilikuwa ninaonyesha vile ambavyo Mungu ni mwenye haki na ya kuwa bado yeye ni mwenye upendo at the same time. Nilionyesha kuwa huyu Mungu ameweza kupitisha neno lake, au inaonekana kama amri ambayo inasema roho itendayo dhambi itakufa. Na tukaongelea hiyo kifo sio kuzika mtu, kumchimbia hapo futi 6 na tumfunikie mchanga. Tukasema hiyo sio kifo bali ni usingizi kutokana na Biblia. Tukaona kifo ambacho kinaongelelewa pale ni kifo ambacho ni cha milele. Tukaona iko na visawe kadhaa katika Biblia ambayo maana pengine inamaanisha jehanamu, moto isiyozimika, uchungu wa milele. Mahali pengine bado inaitwa kiberiti au giza la nje. Na juu tukaona ya kuwa huyu Mungu amesema ya kuwa kwa yeyote ambaye anafanya dhambi atapitia hayo yote, huzuni bila mwisho. Na tukaona vile ambavyo Biblia inasema sote ni wenye dhambi, lakini inaonekana ni kama neno ambalo alisema halijatimia. Mbona tunaishi tukicheka wakati sisi ni wenye dhambi? Na alisema tukitenda dhambi tutakufa, tutapitia mateso ambayo haina mwisho. Na tukajiuliza swali, je, Mungu alidanganya? Tukasema la, hakudanganya, bali yeye bado ni mwenye upendo asiyetaka yeyote aangamie, hata wakati ambapo tunastahili kuangamia. Na tuliona hiyo kwa 2 Peter chapter 3 verse 9 ya kuwa Mungu ameweza kudelay judgment kwa sisi binadamu ili yeyote asiangamie na ili tuweze kutubu dhambi zetu. Na tukasema ikionekana pande moja ya kuwa amenyosha huruma, basi ataonekana yeye siye mwenye haki. Juko yule ambaye ni mwenye haki anasema na anatimiza mara hiyo hiyo. Na tukasema itabidi aonekane mwenye haki wakati ambapo atamtuma Yesu Kristo aweze kuchukua kifo chako, na kifo chako kitimie kwa kichwa cha Yesu bali sio kwa kichwa chako. Kwa sababu kama Mungu ameweka sheria, mshahara dhambi ni mauti, ni kifo, na tunaendelea kuishi kwa dhambi, na inaonekana ni kama hiyo ahadi haijatimia, basi yeye ni mwongo. Na shetani atakuja kwa Mungu amwambie, Mungu uliweka hapa sheria na hawa wamefanya makosa na umeshindwa kutimiza neno lako, wewe sio Mungu.
Kwa hivyo ndio isionekane hivyo, ameandika Yesu Kristo msalabani. Sheria itimie kwa Yesu kwa ajili yako. Ndio maana John 3:16 inasema, kwa kuwa Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa kipekee, ili yeyote asiangamie, kwa wale ambao watamwamini wasiweze kuangamia, bali wapate uzima wa milele. Kwa hivyo hapo tukasema ya kuwa, kwa hiyo verse nilikuwa naongelelea verse 25 ilisema, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, ili aonyeshe haki yake. Na wakati Kristo ameanikwa msalabani, ndio Mungu amedhihirisha kuwa mwenye haki, bali yeye si mwongo, anatimiza neno lake. Na at the same time, kwa hiyo msalaba ameonyesha upendo wake, wakati ambapo ameweza kufanya njia zote kwa nguvu zake usiweze kuangamia na usiweze kuenda kwa uchungu ya milele. Na verse 26 ambayo ndio ningeongelelea siku leo, kuendelea kwa verse 28 inaanza ikisema hivi, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Verse 27, kuwapi basi kujisifu kumefungiwa nje? Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Na kwa machache, kile ambacho ningependa niongelee siku ya leo ni ya kuwa tunahesabiwa haki kwa njia ya imani, bali sio kwa njia ya matendo mema, au kama vile Paulo anaongelesha hawa Warumi, kwa matendo ya sheria. Hii neno kuhesabiwa haki nilijaribu kuelezea last time. Ni wakati mtu amehakikishwa kukuwa na bila makosa yoyote. Wakati mtu amethibitishwa ya kuwa huyu juu anafanya mambo ya haki, hakuna makosa yoyote anafanya, hakuna kasoro kwake, hakuna shida yoyote kwake, anafanya tu matendo mema, huyo mtu wa namna hiyo anahesabiwa haki au anaonekana mwenye haki. Ujue mafundisho ya kitamaduni yetu au mafundisho ya dunia iko kinyume na mafundisho ya neno la Mungu katika Biblia. Biblia itafundisha au ulimwengu utafundisha, fuata moyo wako, vile ambavyo vinakwambia utafika pale ambapo unaenda. Wakati Biblia inafundisha usifuate moyo wako, kwa kuwa kwa moyo binadamu kumejaa maovu ya aina yote, au ni danganyifu kuliko vyote. Ulimwengu itafundisha utamaduni ambao ni culture yetu au culture ya kidunia, itafundisha jipende, jionyeshe upendo, jipatie nafasi ya kujifurahisha, jiangalie. Wakati Biblia itafundisha usijipende, bali jikane, hata ili umfuate Yesu au hata uweze kupenda jirani yako. Ulimwengu utafundisha kuwa unahesabiwa haki au kuonekana mwenye haki wakati ambapo unafanya vitu vya haki. Wakati Biblia itafundisha
Unahesabiwa haki kwa njia tu ya imani, bali sio kwa kufanya mambo ya haki. Utaonekana mwema kwa njia ya imani, bali hautaonekana mwema kwa matendo mema ambayo unafanya. Biblia inasema hivyo ndio ambavyo Biblia inaonyesha. Bado ulimwengu utafundisha tit for tat is a fair game. Wakati Yesu atakuja na mafundisho mengine akionyesha tit for tat is not a fair game, wakati anasema ukipigwa kofi kwa hii shavu ya pande hii, geuza na ingine na wapiga pande hii. Lakini ulimwengu takufundisha kikupiga nawe mrudishie. Na mafundisho ya utamaduni au ya dunia hii iko kinyume sana na inapinga yale ambayo Mungu anafundisha. Na juu ulimwengu umeweza kukumbwa na utamaduni na mafundisho ya dunia, basi ulimwengu yetu inaangamia. Kwa hivyo Paulo anaandikia hawa Warumi akiwaambia tuwaone ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani, sipo matendo ya sheria. Kwa Agano la Kale, mtu ambaye alionekana kuhesabiwa haki ni yule ambaye anashika hizo amri ambazo zimepeanwa na Mungu kupitia Musa. Wakati Mungu amepeana hizo amri kwa watu wa Israeli, kwa wale ambao waliweza kufuata hizo amri na kuzishika hiyo wakati, hata ikiwemo mapriest au makuhani walionekana kuwa wenye haki. Hivyo ndivyo walielewa. Labda wanashika hizo amri kama usiibe, usinyang'anye, na hizo amri zote walipatiwa. Wanaona wanazishika, wanaona hapo wako sawa na Mungu, wanaona hapo wao ni wenye haki. Hivyo ndivyo walikuwa wanaona wakati wa Agano la Kale. Lakini wakati Yesu Kristo amekuja duniani, wanagundua kitu fulani, ya kuwa hakuna ambaye ni mwenye haki kwa njia ya kushika amri. Inafunuliwa kwa Paulo ya kuwa sio vile ambavyo tulidhania, ya kuwa tunazishika amri basi tunaonekana kuwa tunakubalika au sisi ni wenye haki mbele za Mungu. Na anafunuliwa ya kuwa wanaonekana wenye haki kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo. Anagundua ya kuwa haki au matendo mema itaonekana au itatoka kwa yule ambaye ni mtu mwema. Anagundua ya kuwa matendo ya haki au matendo mazuri inatoka tu kwa yule ambaye ni mzuri au yule ambaye ni mzuri. Na anaangalia katika Zaburi 14 kwenye verse Romans chapter 3, ana quote Zaburi 14 wakati nasema, toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Unajua ni kwa nini hauwezi onekana mzuri? Kwa sababu umefanya vitu mzuri. Unajua ni kwa nini
hauwezi kuonekana kuwa mwema kwa sababu umefanya matendo mema. Ni kwa sababu Biblia inasema ya kuwa hakuna atendaye mema duniani hata moja, kama vile Mhubiri 7:20 nasema, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema, asiyefanya dhambi. Kwa hivyo kile ambacho wengi wanaamini siku ya leo, vile ambavyo tamaduni yetu inafundisha siku ya leo, labda unaona umesaidia mtu, labda hakuwa na nguo, umempatia nguo yako, labda umejengea mayatima kanyuma mahali wanakaa, labda unafanya matendo mema hapa na pale, haimaanishi kuwa wewe ni mwema, kwa sababu wema au mtu mwema ni mmoja tu na siye binadamu. Biblia inafundisha wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kiasi ya kuwa matendo yote mema ambayo utafanya, wewe ambaye ni mwenye dhambi, wewe ambaye umepungukiwa na utukufu wa Mungu, matendo yote ya haki utafanya hayataonekana kuwa kitu mbele za Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo Isaya anasema katika kitabu cha Isaya 64:6, anasema hivi, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama pepo uondoavyo. Matendo yote yetu ya haki tunafanya kama tujamwamini Yesu Kristo, yote yanaonekana kama nguo iliyotiwa unajisi, au kama vile ambavyo mwalimu wetu mwenye anatufundisha Biblia juzi alikuwa anatuambia vile yeye huwa anasema ya kuwa matendo yetu yote mema yanafanana na takataka za Dandora. Au hata tusende mbali, tuangalie takataka ya hapo ukienda Mlango Soko. Wakati unapita hapo kwenye takataka, hawezi pita kama hujafunga mapua. Na matendo yetu yote mema bila kumwamini Yesu Kristo au nje ya kumwamini Yesu, yote yanaonekana kama uchafu mbele za Bwana, kiasi ya kuwa anafunga mapua yake. Sababu gani? Ni kwa sababu ya dhambi. Chachu kidogo itaweza kusambaa kwa donge mzima. Au ni kwa jinsi gani ambavyo msitu kubwa itashika moto? Mara mingi utafiti unasema ya kuwa wakati msitu imeshika moto, mara nyingi inaanza na tule tumakaa tudogo ambayo inapeperushwa na upepo, na ikishika jani moja misitu yote inachomeka. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kwa hii dhambi ambayo iko ndani ya moyo wa binadamu. Hata binadamu afanye matendo mema ya kiasi gani, hataonekana kuwa yeye ni mtu mwema. Hiyo dhambi imeweza kuaffect matendo yote anayotafanya, kiasi mbele za Mungu inaonekana kama uchafu na kunuka mbele zake.
ambao wameishi duniani au kwa historia yote binadamu kufikia sasa, hakuna ambaye ameonekana kuwa mwema au mwenye haki isipokuwa mmoja tu. Jina lake ni Yesu Kristo. Yeye tu ambaye bado, kama vile ambavyo nilianza nikisema, ni yeye peke yake sauti ilitoka juu ikisema, sikilizeni, huyu ni mwana wangu, yeye tu nimeridhishwa naye au nimependezwa naye. Musa hakuambiwa hivyo, Yeremia hakuambiwa hivyo, Isaya, Danieli, wote manabii na mitume wa Mungu kwa Agano la Kale hawakuambiwa hivyo. Yesu peke yake ndiye ambaye alionekana mwenye haki. Yeye tu alionekana kuwa mwema, kuwa bila na kasoro yoyote. Yeye tu alisimama mbele ya watu wake hiyo wakati akiwaambia, ni nani kati yenu amewahi kuniona nikifanya dhambi? Na kama mtawahi niona, mbona msiniamini? Jua hata maneno ninawaambia sio ya uongo. Ni binadamu mgani ambaye unamjua amewahi fanya kitu kama hicho? Yesu tu ndiye mwenye haki, na ni yeye tu akifanya matendo mema ndiye peke yake haitaonekana kama uchafu, kwa sababu matendo mema yanatoka kwa mtu mwema, bali sio kwa mwenye dhambi. Chemchemi ambayo ya maji mazuri haiwezi kuwa na maji machafu, na chemchemi ambayo ni ya maji machafu haiwezi kuwa na maji masafi. Yote pamoja lazima iwe na kitu moja. Kama sisi ni wenye dhambi, hata matendo yetu yote mema tuyafanye, tuonekane ni kama sisi ni wazuri namna gani, nje ya kumwamini Yesu yote yamechafuka na yote yakubaliki kama matendo mema. Kwa hivyo ndio maana katika kitabu cha Warumi 3:20 Mtume Paulo anasema bado, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Na hapa anaongelea hizo sheria ambazo zilipeanwa na Musa kwa Waisraeli, ya kuwa kuhesabiwa haki na kuonekana mwenye haki haionekani kwako kwa sababu umeshika hizo sheria. Ataendelea na aseme ya kuwa sote ni wenye dhambi. Hakuna yeyote ambaye ameweza kushika hizo sheria 10 ambazo tunazijua za Musa. Na Yakobo anasema ukivunja moja za hizo sheria umezivunja zote. Na kuna shida ambayo wengi wako nayo siku ya leo, wakati wanajiona kuwa wema wakati wao sio wema, au wakati ambapo wataona kukubalika mbele za Mungu juu wanafanya vitu mzuri za Mungu. Wanapata na mtu anamuuliza, niaje ndugu, umeokoka, unamjua Yesu? Alafu anakujibu na kwambia, mimi nimeokoka, huwa naenda kanisani kila Sunday, nimebatizwa, nimefundishwa mafundisho. Na anajivunia haya matendo mema kwa kujionyesha yeye, bali sio yeye. Anajihesabia haki yeye mwenyewe ya kuwa amemwamini Yesu Kristo kwa ajili ya matendo mema anafanya, ambayo ni upotovu mkubwa kwa siku ya leo, hata kwa wengi ambao wanaenda kanisani siku ya leo na wanadhani wako njiani kwenda mbinguni wakati wako njiani kwenda jehanamu. Hivyo ndivyo
ndivyo ambavyo Mafarisayo walikuwa. Hao ndio ambao walimsulubisha Yesu Kristo, wakidhania kuwa wanakubalika mbele za Mungu juu wanafanya matendo mema. Wataletea Yesu mtu ambaye amezini, alete Yesu, aambie Yesu, huyo tumemshika akizini. Biblia inasema kuwa tunafaa tumpige mawe tumuue. Na hapo wanaona wako sawa, wanaona wanazishika sheria, na juu wanazishika sheria watakubalika mbele za Mungu. Unajua kuna mtu ambaye nilipatana naye siku fulani, na alikuwa mlevi, na nilikuwa nataka nimhubirie. Na wakati ninaanza kumhubiria, nikimwonyesha sote ni wenye dhambi, aliniambia yeye si mwenye dhambi. Ni nani amekosea? Aliniambia mbona unaniita mwenye dhambi? Ni nani ambaye nimekosea na niite mwenye dhambi? Na akaanza kuniambia, unajua nimetoka kesha kutoa mchango wa 9,000. Na hapo nini inafanyika? Anajihesabia haki kwa matendo mema au matendo ya haki ambayo yeye anafanya. Anajihesabia haki ya kuwa anaonekana sawa mbele za Mungu, labda anachangia kitu fulani kwa kazi ya Mungu, wakati Biblia inasema hatuhesabiwi haki kwa hiyo njia. Na je, hii inamaanisha tuache kufanya matendo mema? La, haimaanishi hivyo. Ndio maana Paulo anasema bado katika Warumi 3:31 anasema, basi je, tuibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume cha hayo, tuidhibitisha sheria. Ujue shida ya kujihesabia haki kwa vitu mzuri ambazo tunafanya, shida ni ya kuwa kuna kitu moja kiko pale ambacho ni kujivuna na kujisifu. Kabla tuingia hapo mahali ambapo nimesoma, ningependa niseme ya kuwa shida ya kujihesabia haki, kujihesabia wema kwa sababu ya matendo mema unafanya, shida yake au dhambi yake inakuja wakati kujisifu na kujivuna inaonekana pale. Kile ambacho kitafanyika pale, utajiona mimi niko sawa, utajiona mimi ni mzuri, ninasaidianga watu, utajiona kuwa wewe unafaa kubalike kwa watu kwa sababu unafanya vitu vyema, na utajivuna, utajiinua, utataka tu uongelelee vizuri. Kile ambacho kilifanyika kwa Mafarisayo bado, Yesu anasema msikuwe kama Mafarisayo na Masadukayo. Wanapenda tu wakae kwa viti za mbele, wanapenda tu waombe mbele za watu wakiwasikia, ndio waone vile wao wako sawa, na wanataka wasifiwe. Na ndio danger ya kujihesabia haki au kuhesabiwa haki kwa matendo ambayo mema unafanya. Ndio maana Paulo mara hapo tulianza tukisema, atauliza swali kwa verse 27 ama hata ndio kwa verse 26, atasema apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu, sio yeye afanyaye matendo mema. Alafu ataendelea aseme, juu hiyo iko wapi basi kujisifu? Kumefungiwa nje. Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani.
Na ataendelea na aseme, basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Na nikauliza swali, je, tunaona tunahesabiwa haki kwa njia ya imani na sio kwa matendo ya haki tunafanya? Je, tusiendelee kufanya matendo ya haki? La, tuendelee kuyafanya, lakini tusiweke ujasiri wetu pale, kwa kuwa haya matendo ya haki yanathibitishwa na imani. Na nitaelezea kitu hicho. Ni kwa nini tunahesabiwa haki kwa njia ya imani? Kitu cha kwanza, elewa, haki inatoka kwa mwenye haki. Matendo mema inatoka kwa mtu mwema, na kwa mtu mwema peke yake akifanya matendo mema, hapo ataonekana mwenye haki. Na juu sisi ni wenye dhambi bali sio wenye haki, kile ambacho kitatoka kwetu sio haki bali ni dhambi, maovu, uchafu. Kwa hivyo hatutajitegemea wenyewe, lazima tupatane na yule ambaye ni mwenye haki, yule ambaye ni mwema, aweze kutufundisha au tuwe kimoja, na aweze kufanya matendo mema hata kupitia mimi. Na ndivyo ambavyo bado hilo neno ambalo ni imani ndilo ambalo kinaendelea pale. Okay, imani maana yake kutokana na Biblia. Maana yake kutokana na Biblia inasema imani ni kukuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wacha niweze kutoa hatua kadhaa kuhusu neno imani. Hili neno imani limetumiwa vibaya kwa vizazi baada ya vizazi, na ikaeleweka vibaya kiasi ya kuwa mtu atatumia neno imani kwa vitu vingine ambavyo sio neno la Mungu, kwa sababu chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, kumaanisha kuwa mahali ambapo neno la Kristo lijatajwa au kutangazwa, yule ambaye anasema kuna imani bila neno la Kristo, hiyo sio imani. Hiyo ni dhana. Dhana kwa kizungu ni presumption, ambayo inamaanisha kukubali kitu kuwa kweli wakati hauna confidence kwa hiyo kweli. Unaona ni kama kuna uwezekano iko kweli ama isikuwe kweli, lakini umekubali tu. Hiyo ni dhana. Au Mungu neno la Kristo likinenwa na ukose kuliamini, hiyo ni kutokuamini. Na dhana na hii kutokuamini zote mbili ni mbaya. Kwa hivyo ni wakati mgani ambapo nakuwa na imani, ndugu yangu? Wakati tu Mungu amenena. Kama Mungu hajanena, hawezi amini na hawezi kuwa na imani. Chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bado hii imani imetoka kwa neno mwaminifu. Jini huyu mtu ambaye ni mwaminifu analeta hii, anazalisha imani kwa yule ambaye anamwamini. Na ni nani ambaye ni mwaminifu siku ya leo? Hakuna binadamu yoyote ni mwaminifu isipokuwa Mungu peke yake au Yesu Kristo. Kwa hivyo
imani huja kwa neno la huyu mwaminifu ambaye ni Kristo. Kama hajanena na useme niko na imani kwa rafiki yangu au ndugu yangu hata niangusha, hiyo si imani. Juu ya Yesu mwaminifu. Na kuhusu hii imani, wakati neno la Kristo limeweza kukufikia na ukaweza kuliamini, kitu ambacho kitafanyika pale, neno la Kristo litakuja ndani yako, na huyu Kristo ambaye neno lake limekuja ndani yako, mtakuwa kitu kimoja. Hivi ndivyo ambavyo Yesu anasema akiombea mitume wake na akiombea wale ambao watamwamini. Katika Yohana 17:20-21 anasema hivi: wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Na anasema hivyo wakati anaombea mitume wake na wale ambao watamwamini, akiambia Mungu Baba, ninaombea wale ambao wataniamini kupitia neno la hao mitume wangu, wawe kitu kimoja kama vile mimi na wewe tuko kitu kimoja, wao wawe ndani yetu. Na kitu ambacho imani inafanya ni kukuunganisha au kufanya uwe na umoja na huyu Kristo Yesu. Now, Yesu Kristo tunaona kwa nini nasema tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Ni hiyo wakati nimemwamini Yesu Kristo ambaye ni mwenye haki na amekuja ndani yangu, tumekuwa kitu kimoja. Sasa nitahesabiwa haki, sio kwa sababu ya mimi ni mwenye haki, lakini kwa sababu mwenye haki ambaye ni Yesu ameungana pamoja nami na tumekuwa kitu kimoja. Ninahesabiwa haki kwa sababu huyu mwenye haki tumeweza kuwa kitu kimoja wakati ambapo nimemwamini. Kwa hivyo utahesabiwa haki kwa njia ya hiyo imani peke yake. Sijui kama pale tuko pamoja. Wakati ambapo unamwamini Yesu Kristo, hapo ndipo unahesabiwa haki, kwa sababu mwenye haki amekuja ndani yako, na hiyo ni msingi ya kuhesabiwa haki. Mwenye haki anaishi ndani yako, na kinachofuata pale, huyu mwenye haki ambaye amekuja ndani yako anaanza kufanya kazi yake na matendo yake kupitia wewe, kiasi ya kuwa matendo yoyote ya haki utafanya, matendo yoyote ya mema utafanya wakati unafanya tu wakati Yesu yuko ndani yako, basi yataonekana kukubalika mbele za Bwana, bali yataonekana kama uchafu. Na kwa yule ambaye amemwamini Yesu, kwa yule ambaye amemwamini Yesu Kristo na anahesabiwa haki kwa njia ya imani, huyo hakuna kujisifu, kwa kuwa imani hiyo imetoka au imekuja bado kwa njia ya neema. Hivyo ndivyo bado Warumi 4 itasema, Warumi 4:16 itasema ya kuwa imani inakuja kwa njia ya neema. Na mahali hapo kuna neema, je, utajisifu? Lakini kwa wale ambao kuhesabiwa haki kwao inakuja kwa njia ya matendo yao mema, hawa hakuna neema bali ni kujisifu. Kile ambacho wanaona yote ni mimi, ninaonekana mwema kwa sababu nimefanya mwema na kujisifu. Lakini kwa wale ambao wamemwamini Yesu, hawa hakuna kujisifu.
kujisifu, kwa sababu hata kwa kumwamini huyu Yesu wao wamekufa kwa nafsi zao wenyewe na wameacha Yesu Kristo aishi ndani yao. Kwa wale ambao wamwamini Yesu wanasema kama Paulo katika Galatia 2:20 akisema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Na kama utakuwa kwa wale ambao wanaamini Yesu, na kama vile Paulo anasema amesulubishwa na Yesu, na sio yeye ambaye yako hai, bali ni Kristo ambaye yako hai ndani yake, kiasi ya kuwa matendo yote ambayo mema Paulo atafanya, sio yeye tuonekana ndiye ambaye anafanya, bali ni Kristo ambaye anaishi ndani yake anafanya. Na ukielewa hivyo, je, utajisifu? Bado inatoka na inakuja kwa njia ya neema, kwa kuwa maana ya neema kutokana na Greek inamaanisha au inaitwa charis au charis, na hii charis inamaanisha fadhili zisizostahiliwa, fadhili ambayo haustahili, upendo ambayo haustahili. Hiyo ndio maana ya neema, huruma kuzidishwa au kupita kiasi. Na mimi na wewe hatustahili kuwa hai siku ya leo. Mimi na wewe hatustahili mbinguni siku ya leo, kwa sababu mbinguni ni mahali pa utakatifu kwa ufalme wa Mungu, na sisi ni wenye dhambi, tunastahili kifo. Kristo astahili kwenda msalabani kwa ajili yetu, lakini Biblia inasema upendo wa Mungu umedhihirishwa kwa msalaba wa Kristo. Wakati sisi tulikuwa wenye dhambi, bado alichagua kwenda msalabani kwa ajili yetu. Na wakati tutafika mbinguni, je, utajivunia matendo yako mema? La, utajivunia msalaba wa Kristo peke yake. Kwa sababu hata matendo yote mema, hata kama vile ambavyo ninahubiri siku ya leo, sio mimi ambaye ninahubiri. Kama singemwamini Yesu, singethubutu kukuja na spika mahali hapa na kuanza kuhubiri. Kama singemwamini Yesu, wakati hapo kama nilikuwa naishi kama singemwamini Yesu, singekuwa na uwezo wa kupatia mtu ambaye yako njaa mkate ambayo ni yetu niko nayo, ili mimi nibaki njaa. Hiyo haingefanyika. Singekuwa na uwezo ya kusoma Biblia kila siku, kukua kwa magoti yangu kila usiku, kila mchana. Hiyo haingefanyika na ingeonekana kwangu kamwe. Lakini sasa juu nimeamini Yesu, huyo mtu wangu huyo sasa amekufa, na sio mimi tena ninaishi, bali Kristo anaishi ndani yangu, na haya yote ambayo ninayofanya sio mimi ambaye ninafanya, bali ni huyu Kristo mwenye haki anafanya kupitia mimi. Na ndio maana wa Filipi 2:13 ikasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kwa hivyo ukiniona nimehubiri, kila nimefanya kitu mzuri kwa mtu fulani, na ukuja uniambie, hey, congratulations, umefanya kitu mzuri, nitakukataza nikwambie huyo sio mimi. Huyo ni Kristo anayeishi ndani yangu. Yeye apewe sifa na atukuzwe, kwa sababu kama sio ndani yangu hiyo kitu singeifanya. Ndio maana Kristo anasema, nyinyi ni nuru ya ulimwengu, wacha nuru yenu iangaze
ili Baba yenu atukuzwe. Sio nyinyi mtukuzwe, ni yeye atukuzwe. Lakini wengi siku ya leo, hata wale ambao wanasema kuwa wamemwamini Yesu, wengine ya kuwa juu sasa wamemwamini Yesu na wanafanya matendo yote mema, hawapatii Kristo sifa. Wao wenyewe wanajichukulia hiyo sifa. Ni kama wale ambao Yesu Kristo katika Mathayo 7 walikuja wakamwambia Yesu, tuliponya kwa jina lako, tulifanya miujiza kwa jina lako, tukubali tuingie kwa ufalme wako. Lakini Yesu akawaambia, ondokeni kwangu, sikuwajua. Yesu anawaambia, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Kwa sababu gani? Walidhani ya kuwa wanahesabiwa haki kwa matendo yao mema. Hawakujua wanahesabiwa haki kwa njia ya imani. Hawakujua hiyo miujiza yote ambayo walikuwa wanafanya, kazi zote njema walikuwa wanafanya, sio wao ambao walikuwa wanafanya, bali ni Kristo ambaye alikuwa anafanya kupitia wao. Na kwa wote ambao wamemwamini Yesu kwa roho na kweli wanamfuata, hawa wamesulubisha tamaa za miili zao. Wameweza kusulubisha utu wao wa kale na wakaizika, na siku ya leo sio wao wanaishi, bali Kristo anaishi ndani yao. Lakini kama bado hujakufa kwa mtu wako wa kale, kama bado hujajisulubisha, unaishi kwa tamaa za mwili wako, sio kwa tamaa za roho, bado haujamwamini Kristo. Bado hujakuja kwa safari ya kuelekea mbinguni, na bado hauhesabiwi haki kwa njia ya imani ndani ya Yesu Kristo. Waefeso 2:8 inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hivyo umeona hatari tena bado ya kujihesabia haki kwa matendo. Utajisifu kama vile ambao alijisifu ya kuwa Yesu, tulifanya aina hii kwa ajili yako. Nilifanya, sio kwa yeye alifanya, nilifanya. Ambaye ni kujisifu mbele za Mungu, na basi hautaweza kuingia mbinguni wala kuhesabiwa haki, kwa kuwa mwenye haki hakupata nafasi ndani yako. Ili mwenye haki akuje ndani yako, lazima umwamini, na kumwamini Yesu anaelezea pale pengine akisema, kwa yeyote ambaye atataka kunifuata, wacha ajikane na abebe msalaba wake na aweze kunifuata. Wengi wameelewa ya kuwa kubeba msalaba ni kuchukua shida zako, kuchukua masumbuko yako na kufuata Yesu. Haimaanishi hivyo. Kubeba msalaba wako au msalaba ni mahali pa kusulubisha. Msalaba ni mahali pa kuua na kuangamiza. Ndio maana Yesu anajua hivyo, na anasema kabla ubebe, jikane. Alafu ukisha jikana, itakuwa rahisi kusulubisha wewe mwenyewe kwenye msalaba. Nini ambayo unasulubisha utu wa kale, hiyo utu yako ambayo ilikuwa inafurahia dhambi, utu yako ambayo ilikuwa naishi nje ya mapenzi ya Mungu, lazima uisulubishe. Na hiyo ni ishara ya imani, au hatua ya kwanza ya imani kwa Yesu. Na wakati ambapo umejisulubisha, basi Kristo anapata nafasi ya kukaa ndani yako na wewe kuwa hekalu yake, na basi unakuwa kitu kimoja kwa njia ya imani, na kwa ajili yake unahesabiwa haki. Na fundisho langu ningependa niweze kutamatisha mahali yapo siku ya leo, na kile ambacho nimeonyesha
hatuhesabiwi haki kwa vitu mzuri ambayo tunafanya. Kwa hivyo ndio naweza fanya vitu mzuri, saidia watu, fanya vitu mema, lakini jua ya kuwa hiyo haikuhesabii haki. Ukiyafanya kama bado hujamwamini Yesu Kristo, yote ni takataka, na yote wewe na yule ambaye hajafanya mko kitu kimoja. Lakini ukiifanya kama msingi ni imani, na ionekane ya kuwa sio wewe ambaye unaifanya, bali ni yule ambaye ni mwenye haki, mwaminifu, anafanya kupitia wewe, hapo basi utahesabiwa haki na huyu ambaye ni mwenye haki, anayehesabia haki watu ambaye ni Mungu au Yesu Kristo. Mungu